Vizuri sana mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo ambapo utaipata nafasi ya kusikiliza klipu hii angalau kwa ufupi. Ninapenda tushirikishane maneno ya Mungu yenye uzima ambayo yamekuwa na ukakasi wakati mwingine kwa walimu mbalimbali, na kila mmoja ameyachukua kama jinsi alivyo, lakini kwa sababu dunia hii sasa hivi imekuwa ya utandawazi, teknolojia yake imekuwa kubwa kabisa, nimeona vema na mimi nitoe mchango wangu kutokana na maandiko haya. Sijui kama umewahi kuyatafakari maneno haya ambayo yamekuwa yakileta mgongano kwa sehemu kubwa sana katika walimu wanaozungumza habari ya siku za mwisho. Maneno haya maneno haya yanayozungumza yanatokea kwenye kitabu kile cha Mathayo. Mojawapo ni kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka na baadhi ya vitabu vingine. Maneno haya ambayo tutaanza andiko la kwanza kulisoma ni kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24. Ingepaswa kuanzia mstari wa kwanza mpaka sura yote, lakini hatutafanya hivyo kwa ajili ya muda. Tutasoma tu Mathayo 24 mstari ule wa 36 hadi 44. Biblia inazungumza hapa, Yesu alifundisha kuhusiana na habari ya siku za mwisho. Anasema hivi, Yesu anawafundisha wanafunzi wake, anasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walioko mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Anasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Alikuwa anazungumzia ujio wa mara ya pili. Mara ya kwanza alikuja, alizaliwa kwa Mariamu, kwa Bikira Mariamu, akahubiri Injili, akafa kifo cha msalaba, alafu akafufuka siku ya tatu, akapaa kwenda mbinguni. Sasa wanafunzi walipomuuliza habari ya kuja kwake na dalili za kuja kwake itakuwaje, ukianzia sasa hapo ni Mathayo 24 mstari wa 3, walimuuliza kwamba habari ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia itakuwaje. Walitamani wafahamu kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hili andiko linaendelea, anasema hakuna anayejua wala hakuna anayefahamu siku ile, ila ni Baba wa mbinguni peke yake ndiye anayefahamu. Hebu tuende pale sasa, tuendelee. Anasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa nawaambia dalili kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Yaani mazingira yaliyokuwepo wakati wa Nuhu ndio mazingira yale yale yatafanana vile vile na wakati atakapokuwa nakuja mwana wa Adamu. Sasa nazungumza mazingira yake yalikuwaje wakati wa Nuhu. Anasema hivi, kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. Kumbe wakati wa Nuhu watu walikuwa wanakula na kunywa, waliendelea na starehe kama kawaida, walioa na kuolewa, waliendelea kuenjoy kwa namna ile ya kufanya anasa mbalimbali, hata siku ile, mpaka siku ile aliyoingia katika safina Nuhu. Ndivyo anavyozungumza, anasema ndivyo itakavyokuwa. Lakini tunaendelea kusoma misali hapa, anasema wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Yaani marafiki wawili wako kondeni, wako shambani, mmoja anatwaliwa au mmoja anachukuliwa, mmoja anaachwa. Anasema wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Anasema kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja mwana wa Adamu. Laiti fahamuni neno hili, kama mwivi au kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, anasema angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kadhalika, naishia mstari wa 44, anasema kadhalika, anasema kwa sababu hiyo ninyi nanyi
jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Sasa maneno haya alipofundisha mbele ya wanafunzi wake, alisikia Mathayo, alisikia na Luka, wote waliandika haya, wote waliandika maneno haya. Sasa nitasoma tena andiko jingine hapa katika kitabu kile cha Luka, katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 17 mstari wa 26, ili niende kwenye maelezo kidogo, maana Biblia inasema kwa ushahidi wa watu wawili au watatu neno na lithibitike, au maandiko mawili au matatu neno na lithibitike. 26 Biblia inasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alivyoingia katika safina. Gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Anasema vivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya maneno haya. Yesu alifundisha maneno haya, anatuambia mambo mawili ya kuzingatia. Popote utakaposikiliza ujumbe huu, mtumishi wa Mungu, zingatia mambo haya mawili. Mambo haya mawili, moja, ujio wa Yesu. Anawaambia wanafunzi wake, anatuambia sisi ambao ni wanafunzi wake, kwamba ujio wake utakuwa hivi: watu watakuwa wanakula na kunywa, watakuwa wanauza na kununua, watakuwa wanajenga, wanastarehe, wanaoa na kuolewa, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu na kama ilivyokuwa wakati wa Lutu. Tunakumbuka Nuhu alipiga kelele akawaambia watu, acheni, Bwana ameniambia iko siku ataiangamiza dunia, kwa hiyo njooni muingie kwenye safina, maana muda umekwisha. Hawakuelewa. Lakini hivyo Lutu aliwaambia, mpaka tunaona maandiko nasema aliwaendea hadi wakwe zake walioposa watoto wake, akawaambia, jamani, Sodoma na Gomora itaangamizwa, tafadhali ondokeni, epukeni katika uovu wa Sodoma na Gomora. Hata wakati ulipofika akawaeleza sana, wakamuona kama mpuuzi. Waliendelea kula starehe, waliendelea kuenjoy, waliendelea kunywa, waliendelea kuuza na kununua. Kulikuwa shwari, kunaonekana kuna amani kabisa, hakuna shida yoyote. Biblia inasema ndipo moto uliponyesha kutoka juu mbinguni na kuangamiza wote. Na wakati wa Nuhu ilikuwa hivyo. Wakapuuza, wakila na kunywa na kuenjoy, wanalima na kununua na kuuza, biashara kama kawaida. Ndipo mvua iliposhuka ikawagharikisha watu wote, wakaangamia watu wote, na wakawa ndio mwisho wa ulimwengu. Akasema ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Kristo Yesu. Sasa kuna maneno mawili ambayo nataka tuyatofautishe hapa, ambayo yanaleta mgongano. Ninaamini Biblia haigongani, ila sisi ndo tunaweza tukawa tunakosea kidogo kwenye kuyatafsiri maandiko vizuri sana. Sasa ilivyo ni hivi, ni kwamba Biblia inasema, kama Yesu anasema, kama angekuwa mwenye nyumba ameambiwa na mwizi kwamba nakuja kwenye nyumba yako, na bomoa nyumba yako, navunja nyumba yako, naiba kila kitu, utajiri wako wote, anasema mwenye nyumba asingekubali kuondoka mahali hapo ili aibiwe. Angekesha analinda mali zake kuhakikisha ziko salama. Anasema lakini mwizi huwa hapigi hodi, huwa hasemi kwamba nitakuja siku fulani.
Mwizi huwa anavizia wakati huna taarifa, wakati hujui, ndipo unakuja unakuta, unavorudi umetoka kwenye majukumu yako, unatoka kwenye kazi zako, unakuta kila kitu kimeibiwa. Sasa anasema ndivyo atakavyokuja. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hapa Yesu anatuambia atakuja kama mwivi, atakuja kama mwizi. Embu mpendo wangu msikilizaji, nikupe tena na andiko jingine, na wanafunzi walifundisha hivyo hivyo, nao walifundisha, wanafunzi wake Yesu walifundisha kwamba Yesu atakuja kama mwizi. Katika kitabu kile cha Watesalonike wa kwanza 5, tuone pale Watesalonike wa kwanza 5 mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Watesalonike 5 mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Anasema, maana ninyi wenyewe mwajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Siku ya Bwana inakuja kama mwivi ajavyo usiku. Sasa angalia 3, anasema wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Sasa hapa tena mwanafunzi mwingine anathibitisha maandiko haya kwamba kama siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Sasa ni nini nataka tutafakari pamoja wakati huu, mpendo wangu msikilizaji? Nataka tutafakari maneno haya. Yesu anasema wakati wa kuja, atakuja wakati watu wanafanya starehe, wakati watu wanaishi, wakati watu wanaburudika, wakati kuna amani, ndipo ghafla mambo yatabadilika, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, kama ilivyokuwa wakati wa Lutu. Sawa, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, anasema atakuja kama mwizi. Sasa nataka tutafakari nini, mpendo wangu msikilizaji? Maandiko haya katika Biblia hii, agano hili jipya na agano la kale, yanazungumza kwamba ambacho ndo nataka upate nafasi ya kutafakari kwa umakini mambo mawili hayo. Maandiko yanasema kila jicho wakati wa kuja litamuona, ataonekana waziwazi, na kutakuwa na dalili nyingi zinazoonyesha kwamba anakuja mwana wa Adamu. Sasa ndo nikasema, je, maandiko haya yanajipinga? Maana yako maandiko yanayosema kufumba na kufumbua, Yesu yuwaja tusipotarajia, kama mwizi Yesu yuwaja. Alafu maandiko mengine yanatuambia hapana, haji hivyo. Kila jicho litamuona, kama vile radi inavyoonekana katika miisho ya nchi, na miisho ya nchi inavyoonekana kama vile kaskazini na kusini, au magharibi na mashariki, ndivyo ambavyo ataonekana mwana wa Adamu. Kila jicho litamuona. Je, maandiko yanajipinga? Na kwa sababu hii sasa, bila kuwa na utulivu wa kutosha, ndio tumejikuta tunagongana walimu ambao tunafundisha maandiko haya, alafu tunajikuta kwamba tunachofundisha watu wanashindwa kutuelewa. Ninakukaribisha sana mpendo wangu msikilizaji, popote pale ambapo unanisikiliza, tutafakari maandiko haya kwa pamoja. Tutafakari kwa pamoja ili tuweze kuelewa vizuri. Na nimeona tunagongana sana, nimeona tunakaripiana sana, nimeona tunatukanana sana. Atakayezungumza hili, huyu anamuona mwenzake ni mjinga, huyu akizungumza hili, huyu anamuona huyu hana akili, mpaka wengine wamefika mahali kutamka maneno ambayo ni matusi kabisa. Hapana, ndugu zangu, niwape kitu kimoja, ushauri. Tunashauriana, ni neno la Mungu. Kama mtumishi wa Mungu, na wewe kama mwana wa Mungu, na wewe kama mtumishi wa Mungu, kila mmoja atalipwa sawasawa na kazi yake. Lakini Biblia inasema wale watakaowafundisha watu kweli ya Mungu, watakaowaongoza katika kweli ya Mungu, hao watang'aa kama mwangaza wa mwezi, kama nyota. Biblia inazungumza katika kitabu kile cha Danieli. Kwa hiyo ningependa sana, badala ya kwenda na milipuko, badala ya kwenda na mapokeo ya kidini, badala ya kwenda na namna ambavyo tulikuta watu wanafundisha na sisi tukanyoka mle, atakayeonekana na pinga, tunamwona huyu hana akili, huyu ni wajuzi tu, huyu hafai, huyu, tutakuwa tunakosea. Ni vizuri tukathibitisha na kuangalia maandiko.
Kama maandiko yanazungumza hivyo, basi ni vizuri kuyazingatia. Angalia, kuna jambo moja hapa nataka tuweze kuliangalia hapa. Maandiko yamezungumza tena na tena katika kitabu cha Luka sura ile ya 12. Luka sura ile ya 12 tunaona tena mwanafunzi wa Yesu hapa anazungumza juu ya andiko hili 12 pale. Hebu tusome hapa, alafu tutasonga mbele kidogo hapo ili tuweze kupata picha. Luka sura ile ya 12 mstari ule wa 29, maandiko yanathibitisha 29, 12:29. Bado na kuhakikishia kwamba maandiko yanasema mwana wa Adamu atakuja kama mwizi. Alafu nitakuonyesha tena maandiko yanayosema atakuja kila jicho litamtazama. Biblia inasema anasema mstari ule wa 29, 12 anasema ninyi msitafute mtakavyokula wala kunywa. Ndiyo anazungumza hapa, nawaambia ni wanafunzi wake. Ni 39 ingekuwa nisome 39. Anasema lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi au mwizi, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Ni Yesu anawafundisha wanafunzi, anasema nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Kwa lugha nyingine, pasipo ishara yoyote, pasipo dalili zozote kwamba leo inawezekana kaja mwana wa Mungu, tumeona dalili hizi, tumeona ishara hizi, tumeona ishara hizi. Anasema muda na saa msiyodhani ndipo mwana wa Adamu yuaja. Lakini sasa wakati tunaenda sehemu nyingine hii, nikupe andiko sasa la mwisho ambalo nataka twende tujadili pale mbele. Mathayo 24, kitabu cha Mathayo 24 ndo nataka twende kule tulinganishe na mstari ule wa 29 tena. Biblia inasemaje hapo? Biblia hapo inasema hivi, mpendo wangu, 29 anasema hivi, 29 ndiyo anasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Anasema ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapomwombolezea, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Vizuri sana. Asante Kristo Yesu kwa ajili ya neema yako na upendo wako, kwa sababu unaendelea kusema nasi kupitia neno lako. Ninakushukuru tena. Asante kwa sababu mpendo wangu msikilizaji bila shaka amepata kitu cha kutafakari katika ufahamu wake. Tupe ufunuo, tupe maarifa, tupe akili nyingi ili kuyachambua maandiko kama ilivyokuwa kwa Waberoya, ili tufahamu ukweli wa neno lako. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen.